Kwa majina naitwa wakili Steven Kitale, ni wakili lakini pia ni mwanachama wa Tanganyika Law Society. Hapo awali nilikuwa nimefungua mashauri mawili ambayo yalisikilizwa na Mahakama Kuu. Moja lilisikilizwa na Jaji Chuma na jingine lilisikilizwa na Jaji Robert. Lakini sikuridhika na uamuzi wa mashauri hayo. Kwa hiyo nilikata rufaa kwenda Mahakama ya Rufani. Na leo hizo kesi zote mbili zilipangwa tarehe ya leo kusikilizwa na zimesikilizwa, ambayo ilikuwa ni rufaa namba 1557 ya mwaka 2024 na rufaa ya pili ilikuwa ni 14459 ya 2024, ambazo zote nilikuwa ninashtaki chama cha Tanganyika Law Society, chama cha mawakili na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia na mkurugenzi mtendaji wa chama cha mawakili. Katika rufaa ya kwanza ambayo imesikilizwa, ambayo ni kama nilivyosema ni 1557 ya mwaka 2024, nilikuwa na sababu kuu tatu za kutoridhika na uamuzi uliotolewa, na leo hizo sababu zote tatu zimesikilizwa. Lakini katika uamuzi wa Jaji Chuma ambao ni shauri namba 1459, wenyewe nilikuwa na sababu kuu mbili ambazo nazo zimesikilizwa kwa utimilifu leo. Shauri hili limepangwa, tutataarifiwa tarehe ya uamuzi kulingana na kalenda ya Mahakama ya Rufani na baada ya msajili kuwa ametujulisha. Kwa ninachotarajia kutokana na hoja zangu, hoja nilizowasilisha, kwa mfano kwenye shauri ambalo liliamuliwa na Mheshimiwa Jaji Chuma, lilikuwa limejikita upande wa TLS ulikubali ama Tanganyika Law Society. Hoja yangu kubwa ilikuwa nipewe nyaraka za kuongeza gharama za mkutano wa AGM, lakini hoja yangu ya pili ilikuwa nipewe nyaraka zinazoonesha uteuzi wa tume ya uchaguzi. Nyaraka hizo nilinyimwa, lakini tulivyofika mahakamani chama cha mawakili Tanganyika Law Society kilikubali kunipa hizo nyaraka, lakini Mheshimiwa Jaji akafutilia mbali hiyo hukumu, ambayo ikaja hukumu ambayo imeandikwa kwamba maombi yangu hayakuwa na mashiko kisheria, hivyo ikafutiliwa mbali, ili hali TLS walikuwa wamekubali kunipa hizo nyaraka. Kwa hiyo nimekata rufaa kwamba kitendo cha Mheshimiwa Jaji kufutilia mbali maombi yangu, ili hali upande wa pili wakuwa wameshakubaliana nayo, alitakiwa atupe haki ya kutusikiliza, ambao ni muhimu. Hata kama yalikuwa hayana umuhimu, basi tulitakiwa tupewe haki ya kusikilizwa kwenye ni kwa nini sasa yeye ameona kuna umuhimu wa kufuta maombi yangu, wakati upande wa pili mwenye kesi ameona kwamba ninayo haki ya kunipa hizo nyaraka. Mahakama Kuu ilininyima haki yangu ya msingi kufutilia maombi wakati tayari ni mdaiwa wangu amekubali kunipa vitu ninavyotaka. Mimi nilitaka nyaraka kama mwanachama wa kawaida, ninaathiriwa katika kujua kwa nini ada zinapanda za AGM. Sasa wamekubali kunionyesha kwa nini ada zinapanda, yuko tayari kunipa. Mahakama yenyewe ndio ikasema hapana, inafutilia mbali hiyo kesi. Haya mashauri kwanza, kwa mfano kwa hatua ya sasa ni kuleta uwazi na uwajibikaji kwenye chama. Chama chochote lazima kiwe kina uwazi na uwajibikaji. Lazima kiwape taarifa wanachama wao. Ukiona tunafikia mpaka hatua ya kuja mahakamani kwa sababu umekosa tu nyaraka ambayo wewe inakuonesha ni jinsi gani uamuzi ulifanywa wa kulipa ada, ama umekosa kupewa nyaraka ambazo kisheria unatakiwa upewe ni za jinsi gani tume ya uchaguzi ya chama iliteuliwa na inavyofanya kazi, ni kukosekana wa uwazi na uwajibikaji. Kwa hiyo kwa kesi hii itasaidia kwamba kwanza kwenye vyama, na sio tu chama chetu, na vyama vingine viwe vina uwazi na uwajibikaji, lakini kingine kufuata taratibu ya sheria, kwa sababu hii kupewa nyaraka ni taratibu ya kisheria. Sasa kama chama hakifuati na kimeweka sheria, hiyo ni jambo jingine. Lakini cha mwisho kabisa, rufaa hii kama ya Mahakama ya Rufani itaweka msingi kwamba wadau wanapokubaliana jambo, mahakama lazima itekeleze lile jambo waliokubaliana, na
kama itaona kuna namna nyingine, mahakama imeona kuna jambo lolote linatakiwa kufanya, basi ni vyema wale wadau ama wanaoshtakiana waitwe, waambiwe kwamba kuna hili jambo ambalo nimeliona labda ni kosa, wasikilizwe kwenye hilo jambo, ndio maamuzi yatoke. Sio maamuzi yatoke kabla wadau hawajasikilizwa.